Okay, karibu sana fans wetu wanapita tu katika upande wa lile la faida ambalo pia huwa linapata nafasi ya kupita, na kama ilivyo kawaida tunapokutana hapa bwana, huwa si hatukosi ya kwetu, kwa sababu tuna mengi sana ya kuweza kujuzana na kuongezeana faida kwa yale ambayo tunayafahamu au kuyajua kiuchache sana. Hii inaitwa napita tu ya Anko Amiri, anko wote dunia nzima. Mimi naitwa Anko Amiri au niti Ankole. Endelea kusubscribe kwenye channel yetu, endelea pia kutupatia maoni ya hapa na pale, kwa sababu tuna mengi ya ziada ambayo tunahitaji pia kusogezeana hapa. Unajua, katika dunia yetu kuhusiana na swala zima la uvumbuzi limeanza muda mrefu sana, na wamepita wavumbuzi wengi sana waliovumbua vitu tofauti tofauti. Sasa leo nina nafasi ya kukuletea mmoja ya watu ambaye inatakiwa pia kupatiwa pongezi za juu sana na watu wa gereji pamoja na sehemu mbalimbali, kwa sababu yeye amekuwa ni mgunduzi wa kifaa kinachoitwa spana. Kama umeshawahi kuziona spana au umeshakuwa unazitumia katika kazi zako za hapa na pale, fahamu ya kwamba yule bingwa ambaye yeye amekuwa ndo mgunduzi wa spana, leo tuna nafasi ya kumzungumzia kiuchache sana, na hatimaye pia kumfahamu kupitia hili hapa la kwetu sisi kwenye napita tu. Huyu bwana anaitwa Johan Peter Johansson, ambaye yeye alizaliwa Desemba 12 ya mwaka 1853 na amefariki pia mwaka 1943 ikiwa ni Agosti 25. Yes, ni muda mrefu sana yani umepita tangia huyu bwana amefariki, lakini anajulikana kutokana na sifa yake hiyo ya kuweza kugundua spana, ambayo wakati mwingine ili huyu bwana aliitwa kama JP kutokana na kumfupisha kutokana na jina lake kuwa linaitwa Johansson Peters. Kwa hiyo akawa anamuita JP Johan Peter kutokana na ufupi wa jina lake, lakini vile vile pia alikuwa ni mtu wa kwanza mvumbuzi aliyegundua spana, akiwa ni mtu kutoka Uswidi. Na pia JP aliweza kuvumbua spana ya kisasa inayoweza pia kubadilishwa, na alipata hati miliki ya hiko kifaa alichogundua mnamo mwaka 1891 1892 ikiwa ni tarehe 11 Mei. Na katika historia yake jamaa amepita sehemu nyingi sana mpaka kufikia katika ugunduzi huo wa hiyo spana ambayo imekuwa inatumika katika kufungulia vifaa, na vile vile hususan zaidi kwa mafundi bomba wamekuwa wanaitumia kama wrench fulani ambayo yeye amekuwa ameigundua. Kwa kihistoria alizaliwa Valgard magharibi mwa Uswidi, na mtoto huyu yeye alikuwa ni mtoto mkubwa kabisa katika familia iliyokuwa na watoto 6, na katika familia hiyo ya mzee anaitwa Crofter. Ajira yake ya kwanza kabisa alikuwa ni mwendeshaji msaidizi wa injini ya mvuke katika kiwanda kinachoitwa Peat cha ndani, lakini vile vile alipofikia miaka 19 mwaka 1873 aliondoka Valgard na kwenda mji unaoitwa Motala, ambapo huko pia aliweza kufanya kazi kama askari wa majini. Hizo ni hatua zake ambazo amekuwa anazifanya, na kutokana na utumwa wa kijeshi mwaka 1874 alihama alihamia eneo linaitwa Eskilstuna, ambako huko alifanya kazi kwenye kiwanda kilichoitwa Bolinda Munkutel, na mwaka 1878 alihamia Vasteras. Okay? Katika hatua zake pia za kusogelea kile ambacho ameamini anaweza kukifanya. Lakini JP aligundua spana hiyo na iliweza kutumiwa pia na fundi bomba, ambayo ilitumika kama wrench, na sasa hivi tumekuwa tunazita kama pipe wrench fulani za kufungulia zile, na yeye ameweza kuigundua hiyo katika miaka 1800 na huko nyuma, na ndio maana akapewa tuzo ya hati miliki 1891. Anaitwa Johan Peter Johansson, ambaye yeye ni mgunduzi wa spana. Kama ulikuwa hujui spana imegunduliwa na nani, kwa leo tuishie hapo, kwa sababu jamaa ana story iliyokuwa ndefu sana ya hatua zake, lakini beba tu kichwa cha habari kwamba aliyegundua spana anaitwa Johan Peter Johansson, ambaye yeye pia alikuwa ni raia wa Uswidi. Kwa leo la ziada sina. Asante sana, shukrani sana kwa kupita nasi katika hili la ziada ambalo limekuongezea kitu au limekuongezea ufahamu kuhusiana na hizi spana ambazo tunatumia tukiwa kwenye gereji zetu, tukiwa katika sehemu za service na sehemu za matengenezo.
kufahamu jamaa amehusika katika kutengeneza au kuanza mwendelezo. Mpaka hivi leo tumeona spana zimekuwa za aina tofauti tofauti na zinatumika kwenye matumizi pia yaliyokuwa tofauti tofauti.